Maogo. Maogo. Hoya. Jamaa kwa vipi kachomolewa nyaya asubuhi? Hoya. Una nini leo mwana? Hamna, niko poa kabisa mbona. Sema tu kuna vitu hivi. Kama sivielewi. Mkeka ushachanika au? Kisha mkeka hawezi. Wewe mwenyewe unajua mimi funde kikaa nipangilie mikeka yangu naweka chini uhakika. Sasa sikia mwanangu. Mimi kuna kazi nataka unisaidie. Issue hivi. Mimi na demu wangu. Sawa? Yes. Sasa ule shemeji yako ule mimi nataka tumjaribu ili nione anaishi na mimi kwa upendo au kajiweka tu kwa sababu ya kumaliza shida zake. Mimi nataka umtongoze. Halafu kama atakubali wewe itabidi unijulishe mimi kwamba bwana demu kakubali na kalegea. Kwa hiyo tujue kabisa kwamba mtu hatuna. Lakini pia kama atakataa naamini wewe utaniambia na hata yeye mwenyewe pia anaweza akaniambia. Kwa hiyo tutajua kabisa okay kumbe hapa tunajiweka mtu yule. Ndio mwanangu. Kama sema ila hamna shida kwa sababu wasiwasi ndio akili mwanangu unajua. Jue ya madada tunaishi nao hizi pisi za siku hizi zenyewe ni moto. Hazitabiliki, hazieleweki. Hivi mwanangu unajielewa kweli? Mwanangu usijaribu kitu kinachoitwa mwanamke. Yaani mwanamke mwanangu hajaribii kabisa. Kwa mfano akamjaribu hapo jamaa kanogea. Ananogeaje? Nimekwambia tunamjaribu. Alafu ujue kuna wakati ili ujue wewe uko wapi lazima upunguze uoga. Wewe mwanangu wanawake wajui wewe. Sema mwanangu unajua nini? Wewe mimi nitakupangilia fresh. Mimi kila kitu nitafanya kama ulivyoniagiza. Lazima tujue mama mtu kweli au mama mtu wa mchongo. Lazima hilo lazima lielewe. Nakubali. Huyu mwana huyu leo achana naye. Mambo yake naenda irudi. Wewe muoga. Mwanangu likija kutokea ataula kutokea usije kuniambia mimi chochote. Maana nishakwambia hapa. Unaana simbo wewe. Mungu wewe. Yaani udemu nilipokuwa namkubali tangu kitambo. Leo mume wake mwenyewe katoa namba mwenyewe bila kukaa. Sasa leo nataka nimuonyeshe unyama. Nyama wa kwenda ngoja kwanza nicheki PC yenyewe. Nani? Mambo. Poa vipi? Safi mzima. Mzima, naongea na nani? Maogo hapa. Oh, shem. Safi niambie. Bomba. Safi. Sasa shemeji. Jamaa yupo hapo? Hayupo ametoka. Aha. Basi sawa. Sasa kuna jambo shemeji mimi nilikuwa nataka nikwambie. Unajua shemeji, wewe ni mwanamke mzuri sana. Kila mwanaume ambaye atakuona lazima atatamani kuwa na wewe. Sasa hili jambo nilikuwa nataka nikwambie muda mrefu sana lakini likabaki moyoni mwangu. Kwa hiyo baada ya kupata nafasi leo nikaona nikwambie. Kiukweli shemeji mimi nimevutiwa na wewe sana. Nimetokea kukupenda sana shemeji yangu. Lakini shemu huyu si rafiki yako? Ni rafiki yangu lakini sasa moyo nao una tabia zake. Yaani mimi nimetokewa kuvutiwa na wewe wala sio rafiki yangu. Kwa hiyo ni wewe tu kunipa nafasi yako. Akijua mwenzio lakini. Kujua hawezi. Anajuaje? Wewe utamwambia? Hapana mimi siwezi kumwambia lakini si unajua mapenzi hayanaga siri. Lakini sisi tutafanya siri kwa sababu yatakuwa baina yetu mimi na wewe. Sasa sikiliza. Mambo yasiwe mengi. Mimi naona nikutumie location ikiwezekana ukiwa na muda jioni ya leo tukutane nafikiri tutazungumza vizuri zaidi. Basi poa baadaye.
Vipi? Poa mama. Safi, habari? Safi. Mzima wewe? Mzima, za kutokako? Safi. Vipi? Wewe na mpenzi wako kwani umeachana? Hapana. Na umemfanya nini rafiki yako Maogo? Sijamfanya chochote. Hivi nyinyi vijana, mbona nyinyi wachafuzi sana nyinyi? Yaani usiniambie kwamba sasa hivi akitoka kule, yule demu wako anakuja tena kwako. Sijaachana naye, sijagombana naye. Kifupi hatuna shida yoyote. Kwa nini asije? Yaani sikiza nikwambie. Mimi nimemkuta demu wako pale na yule rafiki yako. Yaani siwezi kuzungumza hata kingine. Wewe kama unataka ujue kilichojiri huko, nenda. Umewakuta wanafanya nini? Sikiliza, nimewakuta huko, mimi mambo mengine usiniambie. Wapi sasa? Rafiki yako hapo bondeni kwenye geto la nani?